Karibu mpendwa mtazamaji wangu, ni wakati wa kuachana nao uliokuwa nao mwanzo wa safari. Ninapoanza kuandika ujumbe huu, nakumbushwa juu ya kisa cha nabii Eliya na Elisha. Muda wa Eliya ulipofika wa kuondoka, anamwambia Elisha, nisubiri hapa, mimi naenda. Lakini Elisha anaendelea kuwa naye. Kuachana huku hakuna maana ya kumlazimisha kukuacha, bali mazingira yatakayokuwepo ndiyo yatakayotengeneza umbali huo ambao baadaye ukiachwa utawatenga mbali kabisa. Katika kisa hiki cha nabii Eliya, Mungu amejibu maombi yake ya kumchukua arudi nyumbani aliko Mungu wake. Eliya anatakiwa kujitenga na Elisha ili aweze kuhamishwa, maana jambo lile lilimhusu yeye. Na ukumbuke jambo lile la yeye kutokuonja mauti si jambo dogo. Lilionekana kwa Enoko na kwa Musa haliweki wazi, maana Mungu alimzika mwenyewe, lakini mwanawe Yesu Kristo hakumzika mwenyewe. Hapa Mungu anauliza, ni nani anayenidai nimlipe? Na manabii wanauliza, ni nani anayeweza kuhojiana na Mungu na kumuuliza wafanya nini? Ayubu alipotaka aliishia kutubu, maana alishapewa ruhusa ya kujifunga viuno kama mwanaume ili Muumba ajibizane naye. Kitendo cha Elisha kung'ang'ania pamoja na Eliya, nabii kumzuia mara nyingi, kinaonyesha pia kuwa miongoni mwa hao ulioanza nao safari wako au yuko mtu atakayekataa kuachana na wewe. Usimzuie. Namna ya kuachana na watu hawa mimi nimependekeza mambo machache, inawezekana wewe unajua mengine. Namna ya kwanza ni kubadili mfumo wa mwanzo uliosababisha uhusiano wenu, si kwa ujumla wake, bali kwa kipindi, huku takwimu za mrejesho zikirekodiwa. Lakini namna ya pili ni kubadili au kutoa ushauri na kusubiri kushauriwa, kutoka kushauriwa na kuanza kuwa mshauri. Namna ya tatu ni kubadili au kupunguza, kutoka kupiga simu au kutuma ujumbe hadi kusubiri kutumiwa ujumbe, kutoka kushirikisha mambo yako hadi kungoja uulizwe. Na jambo jingine la muhimu ni kutoka katika kutegemea au kuomba msaada hadi kujitegemea, kutafuta chanzo kingine cha msaada mahali pengine. Kwa nini uachane nao? Unaweza kuuliza kwamba mtumishi, kwa nini niachane nao hao watu? Jambo la kwanza ni kwa sababu wewe unatakiwa kwenda hatua nyingine mpya ambayo ndiyo ya kusudi lako, ili uweze kukamilisha kusudi ambalo Mungu amekuweka kwalo. Lakini jambo jingine ni kwamba wengine wanaweza kuwa sababu ya kukuzuia au kukukatisha tamaa kuliendea kusudi. Na jambo la tatu ni kuwa wengine kiwango chao cha imani ni kidogo, kwa hiyo watakuwa mzigo mkubwa kwako, hutaweza kuwabeba. Kumbuka, muda haungoji. Hata tunapolala muda unaendelea mbele na miaka yetu inakoma. Ndio sababu bidii na ujasiri vinahitajika. Haya ni mimi nimeyataja, inawezekana nao unayo mengine. Basi tukutane kwenye comments, unaweza kushare, unaweza kusubscribe. Nikuage kukukumbusha kuwa kizazi hiki ndicho kitakachoshuhudia ujio wa Yesu Kristo. Zaidi fuatana nami katika vipindi vya unabii kwa siku za mwisho. Mungu akubariki. Amen.